na baridi nao ndio hiyo. Ay. Muriega. Madhani Arogosho. Mwaseo. Nasikia kimeingiliana vizuri sana. Bishop Karatu, asante sana kwa yale ulifanya, that prophetic action. Na tumekuja kwa sababu ya dada yetu huyu Lea, Prophetess Lea Nyambura and your family, the twins, their father and the little friend of mine. Ni furaha tele. Jana nilimuita yeye na rafiki mwingine Apostle Collins waje ofisi nijaribu kushawishi wao wasitupe ruhusa tusifike hapa leo Kihome, lakini wakakataa, akasema lazima ukuje. Kutoka hapa naenda Sekuru, route ya Sekuru ni hapa, kienda masaa pengine bila kwenda hivi utaenda mahali hakuna baridi kama hii. So lakini vizuri, kila mahali Mungu aliumba nchi hii nzuri namna hii kwa sababu zake mwenyewe. Akatupatia ururi wa Kenya ambao ni lazima tulinde, vile kina Dedan Kimathi waanzilishi wa uhuru wetu walikuwa wakitarajia. Hata wakati mmoja nikiwa vice president nilienda Hururu, nadhani pale Hururu, na tukatafuta, nikaonyeshwa mahali Kimathi alipigwa risasi. Na nikiwa vice president tulijaribu sana upande wa kamiti tuone mahali alizikwa ni wapi. Hawa koloni walikuwa na mipangilio mibaya sana. Nalinganisha hiyo story ya Kimathi na aliyekuwa pia kiongozi wa nchi ya Kongo. Lazima umesikia mtu alikuwa anaitwa Lumumba, Patrice Lumumba. Yeye aliuawa na akawekwa kwa mtungi, mwili ukaoza kabisa, ikabaki jino peke yake. Na hiyo jino ilikuja ikarudishwa kutoka Ubelgiji. Kwa hivyo tuwakumbuka mashujaa wetu wazee na tujikakamue, tuhakikishe hatutakubali Kenya iharibike ama Kenya inyakuliwe na wahuni. Hatutakubali. Kabla niendelee, asante sana Prophetess. Tuliona vile Mungu tayari amekutumia kwa nchi yetu ya Kenya. Na ndio tukasema lazima pia tujaribu, tuje tukiona ukipatiwa baraka na mama mzazi. Mama mzazi alikulea vizuri sana, sio? Amemlea akawa na nguvu hata ya kimwili. Bishop alijaribu kumuinua wakaanguka naye. Mama mzazi akanambia hata alikuwa namna hiyo. So ni furaha tele kwa sababu tunaona sasa unapatiwa release orders, utoke utoe huduma kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye atakutumia kwa njia yake mwenyewe na tayari amekutumia. Tumesikia hapa kundi la maaskofu vile vile wakisema the time for revival in Kenya, spiritual revival, national renewal and identity kama wananchi wa Kenya wakati safari hiyo imeanza. Na kwa hivyo ni furaha. Na tena tukaja hapa kwa mzee ambaye mimi nilimjua, ambaye amelala, na Mungu azidi kulaza roho yake vyema, President Mwai Kibaki, the best economist this continent has ever known. Sio Kenya peke yake. Wakati mmoja akiwa waziri wa fedha, ile inaitwa Time magazine iliandika kasema the most promising African leader. Uongozi wa Kibaki ulikuwa delayed na mambo ya siasa zetu hizi, wengine wanamuita General Kihoya. Kigoya. Wakamuita ati yeye Kibaki ati alikuwa mtu cowardly. Ile akili alikuwa nayo Kibaki
iliinua Kenya hii marudufu. Na sasa ndio wengine sisi wetu, baadhi yetu tumeamua hatutaachilia Kenya iliwekwa mahali kiwango fulani na kibaki irudi nyuma. Je, mtatuunga mkono? Mtatuunga mkono? Wangapi jamii? Nataka nione kama nyinyi hapa tukirelease Prophetess Leah, nyinyi pia. Kumbukeni Bwana Yesu alikuwa na watumishi wangapi? Only 12. Of course mmoja alikuwa mwasi. And the gospel of Jesus Christ has spread across the world. The time for revival, for national renewal is now in our country, Kenya. Na vijana wetu Gen Z wameonyesha hatua zinaweza zikachukuliwa na vijana wadogo, vijana kwa wasichana. Kama vile Jeremiah Kiene alisema, walikuwa tu anabeba chupa ya maji, bendera ya Kenya ile ilipiganiwa kabisa na wazee wetu, na chupa tu na nini nyingine na simu, alafu unakuja unapiga risasi. Leo nimeona hata Marekani yenyewe imetoa taarifa kumwambia Ruto, wacha kuua watoto wa Kenya. Usikubali risasi ambazo zinanuliwa na pesa za wananchi kupitia kodi zitumike kuua watoto yao. Pia heshimu waandishi wa habari. Freedom of the media and the press is so basic. Hawa waandishi wa habari pia wamedhulumiwa. Mwandishi wa habari mashuhuri Macharia Gaitho akachukuliwa akawekwa ndani ya boot. Mtoto yake alikuwa mwerefu, akamsaidia, anapeleka gari kwa police station, kumbe huko ndio unatekwa nyara. Hata ukienda kwa police station unatekwa nyara kwa police station. Mambo haya ni magumu na hatuwezi tukayakubali. Kwa hivyo Askofu Karato ndio tip ya Karato. Thank you so much, and the team that has put this together. Out of Nyeri, Othaya today, ujumbe utaenda Kenya zima kusema Kenya will never be the same again. There are bishops, men and women, there are prophets and prophetesses in this country who are going to listen to the voice of God na sio ya shetani, na Kenya itazidi kwenda mbele. Uchumi wetu utakuwa marudufu. There will be prosperity everywhere. But you are saying no, a very big no. Na watoto ndio badala kusema no wanasema tutaanguka nayo. Yaani yule mfisadi tutaanguka naye. Shirika ambalo ni mbovu tutaanguka nalo. Shirika sio mbovu, ni wale wasimamizi. Wafisadi tutaanguka nao. Kwa hivyo mimi na furaha sana. Niliongea na gavana wenu Kahiga. Kahiga ni Stone. Bia Governor Stone. Governor Stone nikamwambia hatuwezi kuingia katika akaunti yako bila at least kukusalimia. Akasema tulete pia salamu zake. Mnazipokea? Za Governor Kahiga. Nimeadmire msimamo wake. Anaambiana ukweli. So, naye deputy governor, deputy president, nilikuwa nikishindana naye nani anaongea ukweli mtupu. I think there's a contest between me na Gachagua, nani anaongea ukweli. I didn't speak to him. Hatujuani vizuri sana na Gachagua. Tulikutana naye hivi majuzi kwa kanisa kule Ruiru. And he's one of you. Yale anaendelea hata ndani huko kwao kwa Kenya Kwanza ni ya maajabu. Yaani wao wenyewe kwa wenyewe maajabu, kuonyesha there's something basically wrong with Kenya Kwanza administration. So wanadhani mimi
Kalonzo wa Musyoka naweza kuingia serikali ya aina hiyo? Afadhali kwetu Sekuru pande hii niwe na roho safi, because I can't, my conscience will not allow me. For the love of this nation we will stand. Hata William Ruto anajua Kalonzo atakuwa mpinzani wake, hiyo anajua wazi. Anajua hiyo. Na kuna mengine wazi, kuna mengine aliyo wazi. Mwenyewe alitamka huko Homa Bay, akasema rafiki yetu Raila akienda AU inaonekana atabaki na Kalonzo. Akaanza kucheka. Endelea kucheka rafiki yangu. Habari ndio hiyo. Na tutaanguka nao. Tuachilia. Zakayo tutaanguka naye. Hakuna, tuseme ukweli hapa. Tutoke hapa tukijua Kalonzo amesema ataanguka na Zakayo. Itaanguka naye. Kwa hiyo kama itaanguka naye, wananisubiri ati niwe Attorney General, sijui niwe nini. Ya nini? Nilikuwa Vice President wa Kibaki. Niteremshe heshima hiyo ya Kibaki niende kuwa Attorney General? Haiwezekani. Wangapi wanasema nisikubali maneno kama hayo? Basi hiyo ndio story yetu hapa leo kwa baridi hii. Mimi naomba tafadhali mwenye chai kachai mahali. Baba yao, asante sana kwa vile umeongea. Sasa tunaonda team. Na jana tulisema tunawakaribisha wote viongozi kwa eneo zote 290 wanaotaka kubadili Kenya in real time, in the right direction, bila uoga, bila dhuluma, wajitokeze waingie kwa Azimio la Umoja Coalition. Na hiyo ikiendelea, hata tukubali maneno ambayo mengine yanaendelea. Tunajua kwamba these people are so desperate, even in terms of putting together IBC commission mpya. Wanataka wahakikishe wale ambao watakuwa wakichagua makamishna ni watu wa Kenya kwanza. Hatutakubali. Wengine wanaingizwa kwa Azimio ndio wawapatiane pesa, waonge watu wawe nomini yao, ndio waje hakikisha wale makamishna watachaguliwa ni watu wa Kenya kwanza. Hata wao makamishna mkichaguliwa mufanye dhuluma, tutaanguka nanyi. Tutaanguka nayo, si ni kweli? Tutaanguka na Wakenya hawatakubali anymore that freedom. Mimi naamini Mungu mwenyewe ndio ametumia watoto wetu, vizazi hivi vichanga, kusema their future is now. Hawatakubali waharibiwe Kenya wakiona. So in the fight against corruption, this has been the most amazing approach. Na naamini Kenya imebadilika forever going forward, mpaka Bwana Yesu atakaporudi aje atutoe kwa shida hizi. While we are yet alive, our children have shown us the way. And they are not children, they are leaders, they are professionals. And we support them, we cheer them along. Na watu wasijaribu kuleta mashida mengine. Uhuru wako ngambo mbali sana. In fact, nimeongea na yeye hapa Karatina nikiingia. Akaniambia mahali yako ni 1:00 asubuhi ndio ameamka. Na pia ametuma salamu, umesikia salamu zake. Si mlifanya vizuri kuzichukua? Kila kuchao watu wakiona mambo yanaharibika wanalaumu Uhuru Kenyatta. Si Uhuru Kenyatta aliwaambia vizuri? Hata kwa Kikuyu ya ndani hapa Sagana akawaambia maneno. Akawaambia. So now we need leaders who are straight like Uhuru Kenyatta. Tena naona nimekuja na dual carriageway kutoka Thika mpaka hapa Karatina, kilomita imebaki tu. Itaenda Nyeri. Pale Blue Post Nairobi kulikuwa matatu zimeandikwa Nyeri Kandama Twini. Usipofika Nyeri utaenda mbinguni. Nikaza barabara ilikuwa wakati huo ngumu. Sasa ni nywe. Na hiyo yote Uhuru akafanya Mau roads, akafanya maajabu. Kule Ukambani they didn't even do anything much. Barabara moja kutoka Mombasa
kupitia Meru Isiolo ilisimamishwa na Ruto, ambayo ingeunganisha nchi ya Ethiopia na Mombasa. Uhuru akajaribu ikafika Kitui, au amekomesha. Na sisi pia ni walipa ushuru. Nataka tutoke hapa tukijua kuanzia leo kwenda mbele, we are in a new dawn in our country. And prophetess and other prophets, speak it out. Do not be afraid. Kanisa vile vile, you have been put on notice na vijana. Kumbe wengine walikuwa wananunuliwa na mamilioni mpaka mkakubali kuelekeza wananchi wa Kenya spiritually in the wrong direction. Ndio mkasikia Shakahola. Hata sasa waliuawa Shakahola bado ni wengi, hawajulikani. Lakini mwisho polisi. Mimi kwa mfano, hata Raila mwenyewe ameongea vizuri sana, akisema akatuma barua akiwa Dubai, kabla tuingie kwa serikali ama tuzungumze mambo fulani yafanyike, kwanza tuwe na national conversation, ndio kila mtu ajue we are there. Lakini Ruto akaruka juu akanyakua viongozi wa ODM. Najua for sure Raila is very unhappy, very unhappy. Ndio kasema hataki kuonekana kwamba anawanyima hawa viongozi wa ODM nafasi ambazo wenyewe wameng'ang'ania wakachukua. Mahali tumefika, hatuna haja kung'ang'ania uongozi wa aina hiyo. We want to lead the nation in the right direction, na hatuwezi kukubali mambo yange kichini. Kwa hivyo mimi nasema, Mama Prophetess, we wish you well, wish you God's blessings. Remember that what you say can build or destroy a nation, but you listen to God, the voice of God, sio voice ya Kalonzo ama anybody else, and that I think is deep. Sasa mkitukubali, tutaenda tupeane zawadi, tukatafuta kikombe ya chai. Kuna team tumekuja nao, hebu kujeni hapa waonekane tafadhali. Kina Bosibori, Nora, huyu mama anasimama huko Kasarani, huyu mzee anatoka all the way kutoka Kisii. Atawasalimia, mzee ametoka mbali sana. Kuna mwingine ambassador Judy Sijeni, alikuwa katibu wa Wiper on time, huyu amehudumu kama deputy. Uhuru alikuwa amemtuma The Hague kama deputy head of the mission. Alafu mzee, unataka kusema kitu? Umetoka mbali. 1 minute. Upatie microphone. Na mama, huyu mama ndio mama wa Maumau kabisa. Kwa majina mimi naitwa Zakayo Nyambane. Lakini sio ule Zakayo. Nyambane ni chairman ya Gusii Professionals and Business Trust kutoka Gusii, Kisii, Nyamira. Kisii, Nyamira wanasema watakufa na Kalonzo Musyoka. Hawatakufa, tutaishi. Lakini kuanguka tutaanguka naye. Hiyo ni kuanguka, wataanguka naye. Kwa sababu mengi yamezungumzwa, mimi ni kuahidi kwamba huyu mzee hana doa hata moja ya ukora katika Kenya. Thank you. Na mimi ni mtoto wenu hapa. Mimi nimeoa hapa. Leta mali basi. Bibi wangu wa kwanza ni hapa tu. Nilipa mali, sina deni yoyote. Samahani, niko na my organizing secretary. Ni jina tu tafadhali. Ni jina anaitwa Dr. Nora Bosibori, tafadhali wasalimu. Just jambo tu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Naitwa Nora Bosibori kutoka Dagoretti North Constituency. Asante. Thank you. Bwana asifiwe. Adwaidi mwathani agoshwo. Amen. Bishop wako, Your Excellency.